Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye kozi yetu ya Adobe Illustrator kwa wanaoanza. Katika somo lililopita tulijifunza interface ya Adobe Illustrator na tukafahamu sehemu muhimu za program. Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza new document na kutumia artboard kwa usahihi. Hili ni somo muhimu sana kwa sababu kila design utakayotengeneza itaanzia hapa. New document ni kitu gani? New document ni nini? Tunaposema new document ni eneo jipya la kazi ambapo utaanza design yako. Kwa mfano tuchukulie una karatasi mpya. Kabla ya kuichora au kuiandika, ni sawa na Illustrator hutumia new document kama sehemu ya kuanzia. Na bila kupoteza muda, twende nikakufahamishe hatua kwa hatua ambazo unaweza kutengeneza new document pamoja na kupangilia artboard. Ikiwa tayari nishafungua Adobe Illustrator yangu, nitakuja kwenye create new. Kwenye ku create new, kama ulioni hapa, utakuja kwenye file utakuja kwenye new na ku click. Ikiwa unataka kutumia shortcut key, basi utabonyeza Ctrl+N kwa watu ambao wanatumia Windows, na kwa watu ambao wanatumia Mac basi watabonyeza Command+N. Nitakuja kwenye create new. Baada ya create new, itafunguka new document window. New document window itanionyesha kategori tofauti za aina ya dokumenti kama hivi unavyoziona. Vile vile tutaona preset tofauti. Ikiwa tayari hapa tunaona recent hapa ni utaziona preset ambazo umetengeneza. Ukija saved kama utakuwa umesave preset zako, basi zitakaa hapa kwenye save. Tukija kwenye mobile kwa watu ambao wanatengeneza mobile app, basi hapa ni sehemu muhimu kwa ajili ya kuweka kazi zao. Kwa mfano nataka kutengeneza vitu tofauti kwa ajili ya simu, basi utakuja hapa. Tukija kwenye sehemu ya web hapa, ikiwa nataka kutengeneza kazi zako kwa ajili ya website, kwa mfano tunataka kutengeneza social media poster, kwa mfano Instagram, basi utakuja kwenye web, au Facebook poster, basi utakuja kwenye web. Ukija kwenye print hapa ni kwa ajili ya watu ambao wanatengeneza kazi kwa ajili ya printing, kwa ajili ya kuchapisha, basi utakuja hapa na utaona preset tofauti. Ikiwa utatumia preset hizi, basi utakuja mkono wa kulia kuweza kutengeneza za kwako ambazo kwa mujibu wa kazi ya watu ambao wanataka kutengeneza kazi kwa ajili ya films na video tofauti, basi utakuja hapa. Ikiwa unataka kutengeneza kazi kwa ajili ya kuchora au bunifu tofauti, basi utakuja kwenye art and illustration. Ikiwa kwa leo, acha tuanze na print. Tutakuja kwenye print, alafu tutahamia kwenye mkono wa kulia kwa ajili ya kuseti new document yetu. Nitakuja kwenye preset detail hapa jina la kazi yako utaandika nahodha flyer. Nahodha flyer. Baada hapo utakuja kwenye width na height. Tunaposema width, huu ni upana wa kazi yako, na tunaposema height, huu ni urefu wa kazi yako. Baada hapo unaweza ukachange unit. Tunaposema unit ni kitu gani? Unit hivi inakuwa ni vipimo vya kazi yako. Unaweza kutumia pixel, inches, millimeter, centimeter. Kwa mfano tutaka tumie kazi kwa ajili ya digital design, tutatumia pixel. Kwa mfano tunatengeneza social media poster, kwa mfano Instagram reel, basi tutatumia pixel. Vile vile kwa upande wa print, basi unaweza ukatumia millimeter, ukatumia centimeter, itategemea na ukubwa wa kazi yako. Kwa hiyo kama mimi hapa nitaweka fonti kama hiyo inatosha. Kwa hiyo size
za letter ambayo nimechagua hapa basi zinatosha hizi kwenye height pamoja na width. Width ni upana, height ni urefu. Na tukija hapa kwenye unit, basi hapa unaweza ukabadilisha unit zako. Tukija kwenye orientation kuna mbili. Kuna ambayo imesimama wima na kuna portrait pamoja na landscape. Kwa hiyo utachagua kazi yako iko vipi. Kwa hiyo kwa mfano unataka kuwa hii au unataka iwe hivi. Kwa hiyo utachagua wewe mwenye iwe portrait au landscape. Tukija upande wa kulia huku utakutana na artboard. Hapa ndo unapotengeneza sehemu zako za kazi. Kwenye video iliyopita nilikufahamisha artboard ndo nini. Kwenye artboard tulisema ni eneo la kazi ambapo design yako inaonekana. Unaweza kutumia artboard moja au nyingine ndani ya project moja. Unaweza kutumia artboard kwa kubadilisha. Hapa nataka artboard zangu ziwe 6, basi zitakuja 6, au nataka artboard yangu iwe 1, basi utabadilisha namba 1. Baada hapo ukishuka chini hapa utakuja kwenye blade. Kwenye blade hapa ni sehemu ambapo inakusaidia wewe wakati wa kuprint kazi yako, yani isiweze kukatwa. Sehemu ambapo stationery, kwa mfano una print business card. Kwa hiyo una print business card, ili kazi yangu isije kukatwa kwenye maandishi, basi naweza nikaweka blade, na hii baadaye tutaja kusoma wakati ambapo tuna design kazi kama hizi. Tukishuka chini kuna color mode. Kuna aina mbili za color mode. Kuna RGB color mode na CMYK. Tunaposema RGB color mode, hii inakuwa ni kwa ajili ya digital design, mfano social media poster, Instagram poster, Facebook poster, YouTube thumbnail. Yani kifupi, kwa mfano nataka kutengeneza kazi yako kwa ajili ya kwenye simu au kompyuta, basi utakuja kwenye RGB color. Ikiwa unataka kazi yako kwa ajili ya printing, basi utakuja CMYK. Na kwa yetu ni kwa ajili ya printing kama unavyoona, basi tumeweka CMYK. Tukibadilisha kuweka RGB color, basi itacrash na itatuambia kwamba this is chosen color mode is different from the color space defined by the document profile. Panel content may not match new color. Kwa hiyo hapa haiwezi kukubaliana na, kwa hiyo lazima tuweke CMYK. Tukija kwenye raster effect kwa ajili ya printing, basi utaweka 300 pixel per inch, lakini ukitaka kwa mfano tungelikuwa tunaweka kwa ajili ya digital design, basi unaweza ukaweka medium au ukaweka screen, inatosha kama hivyo. Kwa hiyo kwa ajili ya hii kwenye default preview tutaacha kama palivyo, na baada hapo tuta create. Baada ya ku create itafunguka kama hivyo. Baada ya kufunguka kama hivyo, tutaona artboard yetu imekaa hivyo. Sasa tuende tukaone jinsi ambavyo tunaweza tukaongeza artboard au kupunguza, kuweka size ya artboard, kuiburuza, tutayaona. Tukianza na kuongeza idadi ya artboard, kwenye tool panels hapa tutaenda kwenye artboard tool. Kwenye artboard tool tuta click, na kwenye property itatuonyesha hapa. Kwa hiyo unaweza ukabonyeza unaweza ukabonyeza shift plus O kwa ajili ya shortcut key ya artboard tool, na ukija kwenye property basi utaona imebadilika. Kama huo ni properties nimekufahamisha, unaweza ukaja kwenye window, baada hapo ukaja kwenye panel ya property na itakuja kama hii. Baada hapo kitu ambacho kinafuata ni kuongeza namba za artboard. Namba za artboard utaziongeza vipi? Utakuja kwenye mkono kulia kwenye property, basi hapa kuna sehemu ambapo wana alama ya plus, yani ya jumlisha. Ukiklik
namba za antibody zitaongezeka. Kwa hiyo ukitaka kusogeza kama hivi, utakuja chini huku kwenye chini huku utaona kuna, utapeleka huku kaskazini, utapeleka kusini hapa. Baada hapo utaona antibody zetu zimeongezeka kama hivyo. Sasa twende nikakuonyeshe jinsi ya kuongeza ukubwa au kupunguza ukubwa wa antibody yetu. Ukiwa upo kwenye antibody tool, utakuja kwenye antibody option. Antibody option utaklik, baada ya kuklik itakuletea new antibody window kama hivyo unavyoiona. Baada hapo utabadilisha width pamoja na height. Kwa mfano tuweke 450 kwenye width na kwenye height tuweke 550. Kwa hiyo hapo utakuwa umebadilisha. Tukibonyeza okay, utaona jinsi ambavyo antibody yetu imepungua. Vile vile unaweza ukaizidisha, itategemea. Sasa tukitaka kuifuta, utakuja tena, kuna icon ya delete antibody. Baada hapo utaifuta. Namna hiyo ndio jinsi ambavyo tunaweza tukaongeza antibody, kupunguza, vile vile kuongeza ukubwa au kupunguza ukubwa wa antibody yetu. Hongera kwa kumaliza somo la 3. Sasa umeelewa jinsi ya kutengeneza dokumenti mpya na kutumia antibody kwa usahihi. Kama umefanikiwa kutengeneza antibody zako, andika kwenye komenti, antibody zangu ziko tayari. Usahau kulike video, kusubscribe channel na kuwasha notification. Mimi naitwa Yusuf Nahoda, tuonane kwenye somo la 4. Kwa heri.